Brother wema? Nashukuru Mungu niko salama. Niko kwenye sherehe ya mdogo wangu na enjoy. Unaenjoy? Na enjoy. Safi sana. Inapendeza sana. Mdogo wako nani? Bibi harusi, bwana harusi? Bwana harusi. Bwana harusi. Kijana tayari anakwenda kuanza maisha ya ndoa. Unamwambia nini? Namshauri atulie, kaingia kwenye mfumo kwa sababu kaka yake nitangulia. Nitajitahidi kumpa njia za kupita. Kwa nini mfumo tena? Mitihani ipo. Kikubwa ni kuvumiliana na kuheshimiana. Hebu tuambie, una mke wa una mke? Umeoa wewe? Mimi na mke. Na watoto? Na watoto. So watoto. Okay, kama ulivyosema maisha ya ndoa yana changamoto. Ni kitu gani ambacho unaweza kumwambia zaidi ajichunge nacho asije akakifanya kwenye maisha yake ya ndoa? Kwenye maisha ya ndoa kama nilivyokuambia, kikubwa ni kuheshimiana. Ni kuheshimiana. Jua mwanamke ni mdhaifu. Ana madhaifu yake. Pia na sisi wanaume tuna madhaifu yetu. Kikubwa ni kuheshimiana. Okay. Mara nyingi ndoa huwa zinafungwa, hazifiki mbali, zinavunjika. Unahisi tatizo ni nini? Tatizo ni uvumilivu na kutokuheshimiana. Uvumilivu na kutokuheshimiana. Yeah. Okay, barikiwe sana kwa maneno yako ya hekima. Nashukuru. Una neno lingine la mwisho? Sina, mimi namtakia heri. Okay, nawatakia sherehe njema. Na mzee wangu una neno gani kwa maharusi wetu siku leo? Mimi ninachoombea Mwenyezi Mungu awajalie maisha yaende vizuri, wavumiliane kwenye ndoa. Maisha kwenye ndoa kuna changamoto nyingi sana. Usione tu watu waishi kwenye ndoa ndani ya nyumba. Huwa kuna changamoto za hapa na pale. Ila wanavumiliana tu. Maisha yanaendelea. Mara nyingi wanawake wengi wakiolewa inasemekana huwa wanabadilika. Hiyo ina ukweli ndani yake? Hakuna. Kama shwaini anakuwa shwaini tu. Asante sana mzee wangu. Kashaingia kwenye chama na akaribie. Akaribie, namkaribisha sana. Unatisha sana. Awe na subira. Unatisha sana. Bwana zingatia awe na subira na awe mvumilivu. Unatisha sana.